Maadili sio injili. Mimi kuja hapa kuhubiri maadili, that is not the gospel. Fundisho la maadili halileti wokovu. Maana hata kuvaa tu, fundisho la kuvaa kwamba mwanamke avae nguo za star, maustazi kibao wanafundisha, na wale wa kwao wanavaa hijab, wanafunika mpaka macho. Je, wamepokea wokovu ndani? Nimesikia hoja za Pastor Tony Kapola. Yeye anadai maadili sio injili. Anasema pia msimsaidie Roho Mtakatifu kufanya kazi. Gospel is not ethics, though gospel is ethical. Mawaidha kibao. Mashehe wanahubiri wanasema mwanamke wa Kiislamu lazima ajistiri. Yale ni mawaidha. But there is no power of the Holy Ghost that will change the heart. Ethics is not the gospel. Paulo anasema sionei haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Gospel is not words. Gospel sio maneno au mpangilio mzuri wa maneno. Gospel is power. We preach to you, power gets in your heart, na yenyewe mdogo mdogo inaanza kukuchange. No wonder mioyo yetu, akili zetu hazihangaiki na kukufokea. Hatukupi kikoi pale nje za kujifunika. We preach to you the gospel. After preaching to you the gospel, the word works with you. Kwa nini tumsaidie Roho Mtakatifu kazi? Hawezi kukubadilisha yeye, sisi hatuwezi kukubadilisha. We cannot help God. Nasema tuwaache wavae nusu uchi eti injili itabadilisha tu wakiwa ndani. Huu ni upotoshaji uliopikwa kwa kile kitu ambacho kinaitwa neema. Ni kutaka idadi ya watu tu badala ya ubora wa wanafunzi wa Kristo. Pastor Tony, unahitaji shule ya Biblia. Na inaonekana hasa ujui maana pana ya neno injili. Biblia unayoisoma ndiyo ninayoisoma mimi. Katika Mathayo 23:23 Yesu anakemea Mafarisayo akisema, ole wenu kwa kuwa mnalipa zaka lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili, rehema na imani. Sikiliza neno la mwisho katika mstari huo linavyosema, hayo imewapasa kufanya wala yale mengine msiache. Yesu hasemi tuache maadili, anayeweka adili kwenye kundi la mambo makuu. Huwezi kuwa na injili sio na adili. Hii sio injili, hiyo ni gasi ya toa machafuko, tungeweza kusema kwa namna hiyo. Unasema tusafishe ndani kwanza. Yesu katika Mathayo 23:26 anasema, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Lengo la kusafisha ndani ni ili nje pawe safi. Nje ndio kioo cha ndani. Kama injili ingekuwa haina maadili ndani yake, kwa nini Paulo katika Warumi 2:16 anasema, katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu. Sikia hiyo. Sikia hiyo. Injili ya Paulo ndiyo itakayotumika kuhukumu siri za watu. Kama injili hiyo ingekuwa haina miongozo ya kitabia na kimaadili, ingemhukumuje au ingehukumuje siri na matendo ya wanadamu? Injili sio maneno ya mdomo tu, ni mafundisho, yani core doctrine za kubadilisha tabia. Yesu hakuingiza watu kanisani kama magugu. Alisema hesabuni gharama kabla ya kujenga mnara. Hii ilikuwa ni injili au maadili? Nikuulize labda. Hii ilikuwa ni maadili kama kipimo tu cha utayari wa moyo. Kama tunaotaka kukusaidia kubadilika maadili, basi unapokuwa kiwete tukusaidie kutembea pia. Kwa sababu kwa nini kiwete tuseme kwa mamlaka ya jina la Yesu nguvu za Mungu zishuke kwenye mguu uanze kutembea? Mnawakatalia nini watu kuingia na magongo? Mngewanyang'anya na magongo basi. Because injili itakiwa kuponya viwete, itakiwa kufungua vipofu. Ndio maana kadri siku zinavyokwenda, injili ya Kristo imeshushwa kwenye kuwa mafundisho ya maadili. Hamna miracle tena, hamna miujiza. No miracles. Tunapata miujiza wapi wakati tunalinganisha huyu azungumza hivi, huyu azungumza? Tunapata muujiza wapi wakati tuko busy? Leo tunaita vitabu kama hivi tunachokiona cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana ni vitabu vinaitwa vitabu vya injili. Hivi labda nikuulize, ndani ya vitabu hivi hivi vitu hivyo vitaja, hamna mahubiri ya maadili? Yesu hakuponda wazinzi, hakufundisha namna ya kuishi. Kama ndani ya vitabu tunavyoviita injili kuna mahubiri ya maadili, wewe unapata wapi ujasiri wa kusema maadili sio injili? Shame upon you. Soma Timotheo wa kwanza 2:9. Paulo anasema, vivyo hivyo wanawake wavae mavazi ya kujistiri pamoja na adabu na moyo wa kiasi. Huyu ni Paulo anahubiri. Kama Paulo anahubiri mavazi ya kujistiri, wewe Tony Kapola ni nani hata useme maadili sio injili? Who are you?
Sikiliza, Wagalatia 1:8 inasema, lakini ijapokuwa sisi atawahubiri ninyi injili yoyote tofauti na ile tuliyowahubiri na alaaniwe. Paulo alihubiri utakatifu wa mwili. Wewe unahubiri injili gani isiyo na maadili? Unamsaidia Roho Mtakatifu au unampinga Roho Mtakatifu aliyenena kupitia Paulo? Anasema kulikuwa kuna kesi moja ya Yesu, scenario moja very interesting. Biblia inasema alikuja kahaba akiwa amevaa mavazi ya kikahaba, akaanza kulia kwenye miguu ya Yesu. Wewe mvumilie mtu. Yesu alikaa na malaya, wewe unamzidi nini Yesu? Yesu alikaa na watu waongo, Yesu alikaa na watu wabaya. Maandiko yanasema walimkuta anakula na kunywa na wenye dhambi. Yesu huyo, wewe unamzidi nini Yesu? Unasema Yesu alikaa na wenye dhambi, ni kweli, lakini alikaa nao nje ya hekalu. Walipoleta uchafu ndani ya nyumba ya hekalu au nyumba ya baba yake, hakusema niwaachie Roho Mtakatifu abadilishe. Alipindua meza, hakukaa na kavumilia dhambi kwa namna hiyo. Sasa kanisa sio jalala la kila aina ya uuni. Ndani ya kanisa, Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza 5:13, muondoeni huyo mbaya miongoni mwenu. Hatufugi magugu ndani ya madhabahu, lakini watu waheshimu utakatifu wa mahali hapo. Utakatifu sio roho peke yake, ni mwili na roho. Biblia ndivyo inavyosema. Kama unahubiri injili inaruhusu mihili ya waumini wako iwe kikwazo kwa macho ya wengine, basi unahubiri injili ya namna nyingine, au injili ya mwilini, sio ya Kristo. Tuache kucheza na Mungu. Maadili ni tunda la injili. Kama mti hauna matunda, huo mti ni wa kukatwa na kutupwa motoni. Injili ni nguvu inayobadilisha, sio inayohalalisha uchi. Naomba nikwambie hivi, wewe unayenitazama hapa, kama una shida ya kuja kanisani na unaona watu wanakukemea sana mavazi, njoo kanisani kwetu, unaruhusiwa. Mimi nimeruhusu. Labda nizungumze na nyinyi vijana, niwape ujumbe kidogo kwako wewe ambao unatafuta kanisa ambalo halitakusema. Unatafuta mahali ambapo unaweza ukaingia, kama uko disco, unavaa vyovyote, ukafanya chochote na bado ukaambiwa Mungu anakupenda hivyo hivyo. Sikiliza nikwambie, Mungu anakupenda ndio, lakini upendo wa Mungu sio wimbo wa kubembeleza, wa kukuacha kwenye uchafu wako. Upendo wa Mungu ni dawa inayoponya na kubadilisha. Msikimbilie kwa hawa wafariji wa kutaabisha, watu wanaowahubiria kile ambacho masikio yenu yanataka kusikia. Biblia inasema katika Timotheo wa pili 4:3, maana utakuja wakati ambapo watayakataa mafundisho yenye uzima. Ndio watu watakachokifanya. Haya makanisa yanayoruhusu kuleta ulimwengu madhabahuni, haya sio marisho ya kondoo, haya ni machinjo ya kiroho. Yanakupa uhuru tu wa nje, huku ndani roho yako inakufa na kukosa nidhamu kwa Kristo. Rudi kwenye misingi, rudi kwenye injili inayotofautisha kati ya kitu kitakatifu na kitu cha kawaida. Tofautisha kati ya kanisa na klabu ya jamii. Usitafute wokovu usio na gharama, kwa sababu wokovu huu hauna nguvu. Chagueni leo. Je, mnataka kufarijiwa na binadamu anayetafuta sadaka zenu, au mnataka kubadilishwa na Mungu anayetafuta roho zenu? Usidanganywe kijana. Mungu hadhihakiwi. Kila upandacho ndicho utakachovuna. Mungu atusaidie turudi kwenye injili ya kweli. Asanteni. Naitwa Shujaa Charles Mwaisemba. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Asante sana.